kuwa dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulea waumini kiroho na kimaadili kuendana na misingi ya dini zao. Ila kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga nchi yetu. Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga. Waswahili husema chelea mwana kulia basi hulia yeye. Kwa nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atuvuke. Mwana yoyote atakayetovuka tashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Aha! Sasa nimejua. Kumbe ili uonekane ni mtu lazima uwakalie watu, na wakilalamika unawafinya kweli, na hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Tunaletee habari tukiwa kwenye hatari kwa sababu ya kusema ukweli. Mnatuona nyani. Tunaiba kwa hiari, kwa lolote tuko tayari, kwani sasa tumejua. Mnatuona nyani. Barikiwa kuonewa, haki zake kudhulumiwa, na mtoto kuuawa. Mnatuona nyani. Kifungo kutumbikia, kosa kumsingizia bila kumuhurumia. Mnatuona nyani tu. Tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2022 ndiyo ilikuwa siku ya mwisho ya mchungaji Mbarikiwa kuingia kwenye ofisi za msajili. Na akiwa kwenye ofisi hizo za msajili, Emmanuel Kihampa alimwambia kwamba yuko tayari kusimamia sheria hata kama zitamwingiza Mbarikiwa kwenye matatizo. Ni tarehe hiyo hiyo mtoto wokovu, mtoto wa pekee, alipoteza maisha akimwaga mama yake huko hospitalini na kumwambia, mama, naomba ukienda nyumbani umsalimie baba. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa Mbarikiwa kushughulikia mchakato wa usajili. Sikiliza sasa kilichoendelea. Mnatuona nyani. Habari nyingi za Dodoma, mafuta mengi amechoma kwa moyo na kujituma. Mnatuona nyani. Bidii bila kukoma usajili kufuatilia, lakini ilishindikana. Mnatuona nyani. Hali nyingi kapoteza, mbele yenu naeleza alipambana alivyoweza. Mnatuona nyani. Amejaribu kila njia kufuata sheria zenu, lakini mmembeza. Mnatuona nyani. Kwa huko kusumbuliwa na usajili hakupewa, wiki baada ya msiba kesi ilifunguliwa. Mwaka umesha katika na hukumu kutolewa, miaka 3 jela, kifungo kutumikia, bila hata huruma kupewa nafasi ya kujitetea wala kupunguziwa adhabu. Mnatuona nyani. Tangilwa serikali kuzikataa nyaraka na tena kwa ukali. Mnatuona nyani. Mihuri na sahihi walizompa wao akitaka kusajiliwa. Mnatuona nyani. Pongezi kwa Paulo Ntumwa aliyetoa hukumu akiwa na tabasamu. Mnatuona nyani. Hukumu ya kifungo badala ya faini, Mbarikiwa gerezani. Mnatuona nyani. Watu wake wanalia wakiwa hatarini, kumbe hii ni kwa sababu mnatuona nyani tu. Salamu zangu za kishujaa zimfikie Salome Mwapeta au Mama Mbarikiwa, ambaye pamoja na mume wake kufungwa, mtoto wake kuuawa, bado amebaki na ukiri mmoja tu wa kuishi kwa wema. Mungu ambariki na mtie nguvu sana. Amen. Sasa nimerudi kuwashukuru mashujaa wote mliopaza sauti nikiwa kizuizini, mimi pamoja na producer wangu, mawakili wasomi, vyombo vyote vya habari, kikosi kazi cha Injili, mlitutetea tena kwa hiari, na Watanzania wote kwa ujumla. Mungu awabariki sana, maana kazi yenu ni njema. Yote sijutii. Siku 6 kizuizini peke yangu humo ndani, lakini ninasema yote sijutii. Baridi kali mwilini, huzuni moyoni, lakini hata hivyo yote sijutii. Ndugu zangu kuzuiliwa wasinione kule ndani, lakini ninasema yote sijutii. Kwa ukali na majungu akaondoka na uchungu, pamoja na hayo yote sijutii. Nguo zote kuvuliwa, kwa dharau kukaguliwa, bado ninasemaje? Yote sijutii. Bila hata kuthaminiwa, chumbani kupekuliwa, nawambiaje? Yote sijutii. Dada sivyo wewe shujaa, dunia nzima inashangaa, mbele umetangulia, sote tunakuangalia kwa hukumu ulopitia, wanyonge kuwasemea, na baada hayo wasema yote sijutii. Naona vema sana kuwa miongoni mwa watu ambao tunatafuta kutengeneza Tanzania yenye usawa, na ndio maana ninasema yote sijutii. Kwa ule wimbo najipongeza, maana kale sikuweza, ninatangaza hivi yote sijutii. Penye uonevu kujitokeza, wajibu wangu kutimiza, kwa furaha ninasema yote sijutii. Na hii
ndiyo maana halisi ya uhubiri au Injili kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Isaya sura ya 1 na ule mstari wa 17. Twende msomaji. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Point. Safi sana. Point. Na hiyo ndiyo maana halisi ya Injili. Full stop. Kwa msiojua, kilichonikuta ni kwamba niliimba wimbo uliokuwa na lengo la kuwatetea Watanzania wenzangu, na ndio uliowapelekea mimi kukamatwa na kuwekwa kizuizini pamoja na producer wangu, kisha kupewa kesi yenye madai ya kusambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao. Na mbaya zaidi, kwenye hiyo kesi amewekwa na mtu ambaye alishare tu huo wimbo kwenye akaunti yake, naye ni mke wa mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile. Wimbo wenyewe ulikuwa hivi: Mbarikiwa amelalamika mtoto wake ameuawa, lakini mmepuza. Amepiga kelele zilizo na simanzi, mmempa na kesi. Ushahidi uliotolewa hauendani na kesi. Hii ni kwa sababu pamoja na kulalamika viongozi mko kimya. Kuna nini? Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kichaa anayechekesha ni yule ambaye sio ndugu yako, na wali wa msibani ni mtamu ikiwa wewe haujafiwa. Ni kweli unaweza kurahisisha kwamba kufa ni kawaida, lakini inategemea na aina ya kifo. Na kijana mdogo kangolewa meno na maskari huko Ngorongoro. Taarifa hii iko wazi, watu wengi wanajua, na diwani alitangaza. Ukiingia mtandaoni utaikuta kwa upana, maelezo yameshiba.